Uwarigani mtazamaji wa Dreez Channel TV, matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Asante sana kwa kuichagua Dreez Channel TV. Mimi ni mtangazaji wako naitwa Young Dreez. Leo hapa nipo kwenye soko la samaki kwenye maeneo ya Somanga. Tutakuja hapa kuonyesha mambo ambayo yanaendelea kwenye soko hili, lakini pia tutaongea na wafanyabiashara mbalimbali. Pia tutapata nafasi ya kuongea na wavuvi ili tuweze kugundua changamoto gani ambazo wanapitia, lakini pia ujumbe wao kwa serikali ni kitu gani ambacho wanakihitaji kwenye maeneo yetu ya Somanga. 82 Jina naitwa Said Bakari Mboza, mvuvi wa hapa Somanga. Kuhusu mradi wa soko unaendelea vizuri na tunashukuru kwa kuja mradi wa soko, na faida yake tunaiona kama mvuvi. Kwanza purukushani zimepungua, umeona ukija samaki yani unauza kiutuvu kabisa, biashara yako inakuwa vizuri sana. Tunashukuru kwa hiyo. Kwenye faida chanya tunalipata vile tunalipata kwamba utulivu na kwa mwingi, umeona ukileta biashara yako na vitu vingine vinafuata kama hivyo. Faida chanya tunaipata, tunaiona tofauti na mwanzo. Kwa majina naitwa Suleiman Juma Saidi, mvuvi Somanga hapa. Kuhusu swala la faida hapa, faida ya kwanza niweze kusema kwamba mwanzo kabisa pale kumekuwa na matajiri ambao walikuwa wanashindwa kufika kule chini pale, lakini kwa sasa imekuwa hapa nafuu kwao. Kwa hata sisi imekuwa kwamba ni ongezeko la bei kwa samaki ambao tunavua. Kwa hiyo tunashukuru, tunafaidika nalo. Kwa changamoto sisi kama wavuvi, changamoto kubwa ambayo kidogo sisi inatuumiza kama wavuvi ni kuhusu swala la bei katika ubebaji. Basi yani bei kidogo imekuwa ni kubwa, ambapo kwa tunaishia nje kule, kwa sababu tunapobeba nje kule beseni moja inakuwa ni shilingi 6,000. Yani bei ya ubebaji kutoka kuwatoa samaki kwenye chombo kuwaleta hapa mnadani ni shilingi 6,000. Kwa hiyo changamoto ni kuhusu bei. Basi kabisa. Yani hiyo ndio changamoto yetu kubwa kabisa, lakini mengine hayo sisi tunafaidika nao safi kabisa. Mtazamaji wa Dreez Channel TV, hapa kwenye mnada wa samaki hapa Somanga, lakini pia kuna mgundi wa bodaboda, na hapa nimepata nafasi ya kuongea na mwenyekiti wa mgundi. Kwa majina naitwa Zakaria Masaninga kutoka Somanga Kilwa. Nyinyi kama bodaboda mmepata faida gani na uwepo wa huu mnada hapa? Mimi nikisema kama mwenyekiti wa bodaboda mgundi wa Pwani, faida kwenye mnada huu mpya, faida zipo na hasara zipo. Kwanza kuzungumzia kwenye upande wa faida, ni faida zipi? Nyinyi mmefaidika na nini kwenye huu mnada hapa? Tumefaidika kwanza, mara moja tulikuwa kipindi cha bambua likianza, ufuko unajaa maji, kwa hiyo sisi pikipiki zetu zinagusa maji ya chumvi. Unaona tunapata shida sana maji kutupukutupu. Unaona? Lakini kwa sababu uwepo hapa maji hatukanyagi tena. Na changamoto tunayokutana nayo hapa iliyokuwepo kwamba barabara yetu ya kuja hapa kwenye mnada, barabara mbovu. Kwa hiyo kwa kifupi sisi kilio chetu ni barabara. Hizi taarifa zifike kwa wakuu. Sina tatizo, manake sio tu mazingira ya njia. Vipo changamoto zingine, kwa sababu bado hapa kuna maeneo wanaweka matumbo na magia kama unavyoona hapa, hali ya hewa sio mzuri. Kuna uchafu mwingi unafaidi unaonekana katika sehemu hii. Kwa hiyo vivi linazo hizo changamoto. Kwa hiyo tunamwomba kama mheshimiwa diwani na uongozi mtendaji waje hapa waje kuangalia mazingira jinsi ya huu mnada unapokwenda, kwa sababu ni mnada mkubwa sana. Unachukua watu mbalimbali. Kuna watu kutoka Dar es Salaam, kuna watu kutoka Masasi, kuna watu kutoka Mtwara, kuna watu kutoka pembe zote za Tanzania wapo hapa. Kwa majina naitwa Kelvin Machimba, ni afisa ushuru wa hili soko la Somanga. Kwa uchache ningependa uelezee faida ambazo zinapatikana kwenye hili soko la samaki hapa Somanga. Faida ni nyingi sana, kwa sababu hili soko kwanza ni jipya. Kwa kuna faida upande wa serikali, pia kuna faida kwa upande wa wanunuzi wa samaki, kuna faida kwa upande wa wavuvi, pia kuna faida kwa kila mtu atakayefika maeneo ya sokoni. Faida ya kwanza nitaongelea kwenye sekta ya serikali, inapata ushuru kiurahisi kwa sababu watu wote watakuja kuuza sokoni. Kwa maana nasema hivyo. Alafu pia kwa wanaonunua pia wamerahisishiwa kwa sababu kuna ushindani unakuwepo sokoni. Kwa hiyo ule ushindani unasababisha wavuvi
wanapata faida, wanapata hela kubwa kwa ajili ya kuendeshea shughuli zao za uvuvi. Pia serikali inapata mapato kirahisi, narudia, serikali inapata mapato kirahisi kuliko mwanzo, kwa sababu wavuvi wote wanaleta bidhaa sokoni, wanalipia ushuru kwa wakati. Wewe ni mkusanyaji ushuru, ni mtu wa fedha, kuna changamoto zozote ambazo unazipitia kwenye wakati ukiwa unafanya hiyo shughuli ya ukusanyaji wa ushuru? Changamoto tunazozipitia nyingi, tunaangalia njia kuzisolve, lakini kuna changamoto ambazo haziwezi kusolvika kirahisi. Kwa mfano, changamoto ya ongezeko la bei ya mafuta kwa wavuvi imekuwa changamoto. Wanapokuja kulipa ushuru, hiyo ndio inakuwa changamoto yake ya kwanza, kwamba mafuta ni bei. Kwa hivyo akipata kipato kidogo, tunategemea na sisi kupata ushuru kiugumu sana, lakini siku akipata vizuri na hapo anatoa. Ila changamoto hiyo ya mafuta ndio inaleta kongamano baina ya kusanya ushuru na wavuvi. Hiyo ndio changamoto kubwa zaidi ambayo inatukuta sisi. Mtazamaji wa Dreez Channel TV, hapa nilikuwa maeneo ya mnada wa soko la samaki lililopo hapa Somanga, lakini pia tumeona mengi mazuri na changamoto mbalimbali tumezisikia. Wavuvi wametoa changamoto zao, lakini pia wanunuzi wametoa changamoto zao kwenye maeneo ya mnada wa Somanga. Kikubwa hakikisha umesubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Dreez Channel TV. Tunashukuru sana kwa kuifuatilia Dreez Channel TV na kuichagua. Asante sana. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Asante, tukutane wakati ujao.